Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni Dr. Sharifu tiba asili Tanzania. Basi kama ndio mara yako kuweza kunifuatilia, endelea kulike hapo, endelea kushare na endelea kusubscribe na endelea kunifuatilia ili uzidi kujipatia vitu kemkem ambavyo uweze kuvipata sehemu nyingine. Mwanzilishi wa kufundisha vitu ambavyo viko kamili gado. Vitu vyangu si kufundishi kitu ambacho sina uhakika nacho, na kufundisha kitu ambacho na uhakika nacho 100%, na wewe nenda kakifanyia kazi, utaona matokeo yake na utaenda utafurahi, na utaona mtu huyu anakufundisha kitu ambacho hakipigwi chenga, na utajua umuhimu wa kufuatilia masomo yangu. Na kama ndio umeanza leo, basi anza kusikiliza vizuri, anza kusubscribe na kulike na kushare na kuweza kunisikiliza kwa makini. Na kama utakuwa na jambo, basi moja kwa moja tuweza tukafanya communication katika majambo yako na katika mambo mbalimbali. Na moja kwa moja sitakuwa mwingi wa maneno mengi ya kukuchosha. Nitakuwa moja kwa moja, mada yangu ya leo ni namna gani ya kwenda kukufundisha jina moja ambalo utalitumia katika masuala tofauti, ambalo litaenda kukuletea mambo ya kimiujiza, ambalo litaenda kukufungulia baadhi ya vitu ambavyo wewe ulikuwa unaona ni vigumu kwa upande wako, lakini jina hili uliende kulisoma vizuri ukiwa umeoga, umekuwa msafi mwili wako. Muda wote, tenga asubuhi, anza kunafanya asubuhi, fanya na jioni au fanya na usiku fanya kuanzia saa 6 na kuendelea. Alafu utakuja uniletee zawadi hapa, utakuja useme Dr. bwana, chukua soda unywe. Hii inakupa bure password nzuri ya kuifanyia kazi. Wabillahi watalai walai utaleta majibu bila kutaka, na utakubali kwamba nachokueleza ni kitu ambacho kina 100%. Sibahatishi na nakueleza vitu, nenda kapige kazi alafu lete majibu hapo moja kwa moja. Basi utachukua mshumaa wako wowote, alafu utachukua na udi wako wowote, utachoma udi wako, utamaliza utachoma mshumaa wako, utawasha. Lakini mshumaa pata asali kidogo, paka, andika kile unachotaka. Mimi nataka mvuto, bahati, cheo katika kazi. Unatafuta kazi, unafanya kitu gani, unatafuta kinakuwa kigumu, unaomba mtu hela akupe, anakupiga chenga, au kula kitu unahitaji kutoka kwa mtu, au uko kwenye kazi yako, au unaenda kuomba loni, au unaenda kuomba kitu, au unaenda kutafuta safari ya kwenda sehemu, au umepata shida kubwa leo, unaona kwamba hali si sawa sawa, lakini nakupa password hii, utakuja kunishukuru inshallah. Nakwambia utanishukuru utake usitake. Haya, utaandika, utasoma jina hili nyuzi rasi mini sarisasi, utakuja usome mara 100. Ukifika mara 100, weka nia yako kwamba mimi nataka kitu fulani. Ukishamaliza sema naomba wishi yangu iweze kutimia haraka sana. Utarudia tena, utalisoma mara 100, utaweka wishi yako. Utasoma mara 100, utaweka wishi wako. Hakikisha jina hili umelisoma mara 1000. Hakikisha umekaa muda huo, usitoke hapo wala kuongea na simu, uko busy tu unalisoma jina hili kwa mara 1000. Na kipindi hicho ukiwa unaangalia mshumaa wako, kama mfano huu, unakuwa sasa unaukodolea macho yako, halafu unaweka nia yako. Ukifika mara 100 unanuia, unaweka nia yako, unaendelea na kazi, unaendelea na dozi mpaka uhakikishe umemaliza idadi hiyo kwa siku hiyo. Fanya asubuhi, fanya na jioni, fanya kutwa mara 2. Fanya kutwa mara 2 kwa muda wa siku 7 au 14. Alafu uje hapa uniambie nilichokifanya ukafeli kama nakudanganya. Utajua ninachokufundisha ni vitu ambavyo viko very clear. Nikisema nimesema, vitu vyangu sibahatishi. Nikikwambia nimekwambia, na nikukwambia kwamba kafanye ulete feedback hapa, useme kwamba bwana, vitu ninavyokuambia ni vitu vya kucheza, ni vitu vya kawaida. Kafanyie kazi, unalete majibu inshallah. Endelea kunifuatilia katika kile ambacho nimekwambia, na endelea kunifollow katika masuala mbalimbali. Ukiwa na jambo lingine, basi unaweza tukaongea na nikakusaidia na nikakuadvise namna gani ya kufanya. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.